Karibu katika kipindi cha fonolojia, lakini katika kipindi hiki tutajikita katika michakato ya kimofofonolojia au michakato ya kifonolojia. Dhana ya mofofonolojia imejitokeza kurejelea kwamba kwa wakati mwingine fonolojia huathiri maumbo ambapo maumbo hayo hushughulikiwa na mofolojia, ambapo sasa tunapata taaluma inayoshughulikia uhusiano kati ya fonolojia na mofolojia inayoitwa mofofonolojia. Katika michakato hii, lugha mbalimbali zina aksi mabadiliko ya sauti kulingana na sauti hizo kukabiliana au kufuatana. Kiswahili ni lugha miongoni mwa lugha hizo ambazo zinakubali michakato hii kutokea katika lugha hiyo, kwamba maneno yanaweza kubadilika kulingana na matamshi. Hivyo wanasarufi zalishi walileta michakato ya kifonolojia au michakato ya kimofofonolojia kuonesha namna fonolojia inavyoathiri maumbo ya lugha. Hivyo katika michakato hii tutazungumza kwa kutumia wataalamu wawili ambapo ni Chomsky pamoja na Hale mwaka 1968. Michakato ya kifonolojia imetengwa katika makundi mawili kwa mujibu wa wataalamu hawa. Maana kuna michakato ya kiusilimisho pamoja na michakato isiyo ya kiusilimisho. Kwa upande wa michakato ya kiusilimisho tunasema ni ile michakato ambapo sauti zinazoambatana huathiriana, hivyo huleta umbo ambalo linakuwa tofauti au sauti mojawapo kuchukua sifa za sauti inayofuatana nayo au iliyotangulia. Katika michakato ya kiusilimisho tunasema usilimisho huu unaweza kufanyika kwa namna mbili, kwa maana ya usilimisho wa mbele na usilimisho wa nyuma. Tunapozungumza usilimisho wa mbele tuna maana ya sauti ya nyuma inaathiri sauti ya mbele, lakini tunapozungumzia usilimisho wa nyuma tunazungumzia sauti ya mbele inaathiri sauti ya nyuma. Na katika usilimisho mbele na usilimisho nyuma pia unazo aina mbili, ambapo ni usilimisho karibu na usilimisho mbali. Usilimisho karibu ni zile sauti